Kumekucha. Sasa bana, leo nataka tuongelee vitu viwili au vitatu. Kwanza nataka niulize swali, cha pili nataka toe story, cha tatu nataka nishauri. Nyie wafanya biashara wenzangu, watafutaji, hivi waga mnazingatia nini mkitaka kuajiri wafanyakazi wa madukani au labda wauzaji wa bidhaa zenu madukani, au hata kama sio dukani, hata mtaani? Unazingatia kitu gani? Juzi nilienda Kariakoo duka moja kwa ajili ya kununua mic, wireless mic hizi za kurekodi content na nini. Sasa nikaenda dukani nikakuta wadada wawili. Nimefika pale dukani nikamuuliza dada na wireless mic. Akasema wireless mic ni kitu gani? Kabaki wakati huo nilikuwa nishaiona. Nikamwambia dada, mic ile pale mnauzaje? Akanitajia bei. Nikamwambia sasa naomba nifungulie nione, alafu pia nitajie feature za hii mic. Huyo mdada sasa wa kwanza ambaye alisema mic, wireless mic ni nini, akanambia mimi feature zake sizijui. Kamuliza uzijui? Akasema sizijui. Kwa nini, kitu gani? Nikamwambia wewe unauzaje kitu ambacho hujui feature zake? Yaani kwamba hiyo mic ina kitu gani? Kwamba mimi nanunua mic naenda kuifanyia kitu gani? Au hii mic inatumika kwenye nini? Au hii mic ndani yake, yani cha tofauti ni kitu gani? Akasema mimi sijui. Nikaanza kusoma pale. Nikamuuliza ile swali lingine, hii mic interval yake, kwamba mimi nikiwa na rekodi naweza nikaenda mita ngapi? Akasema sijui. Lakini nikasoma kwenye boxi, kwa sababu nilikuwa na, ukiangalia kwenye boxi pale juu wanakuwa wameandika interval kwamba mtu unaweza kaenda umbali wa mita 20, mita 10, mita ngapi, na kwenye boxi pale wanakuwa wamekuwekea kabisa kwa juu. Hapo bado hujafungua kwenye ile instructions paper ambayo inakuwa ndani. Akasema mimi sijui. Nikamwambia dada, hebu nipe nikuonyeshe. Akanipa ile box ambayo ilikuwa na mic. Nikamwambia hii hapa wamekuandikia kila kitu. Kwamba hii mic unaweza ukarekodia video, ukarekodia audio, unaweza ukaenda umbali wa mita 20, inaweza ikarekodi kwenye simu, kwenye kamera na vitu kama hivyo. Sasa nikaja kugundua kwamba huyu binti yuko pale dukani, ni yeye yupo tu kwa ajili ya kupokea tu hela. Kwamba wewe mteja umekuja, anaomba kitu kile pale, hajui ni kitu gani, hajui kinatumikaje, hajui yani ni kitu cha utofauti ndani ya hicho kitu, hajui. Yani yeye yupo pale kama tu kupokea hela na kwamba aonekane kwamba ni mfanyakazi. Kwa hiyo nikaja kugundua kwamba watu wengi tunaajiri watu au tunatafuta wafanyakazi, lakini hatutafuti wafanyakazi ambao wanajua au wanauelewa wa vitu vile ambavyo wanaenda kuuza. Unaenda kumtafuta mdada au unaenda kumtafuta mkaka akuuzie electronics items, lakini hajui kwamba item fulani ina feature fulani na utofauti wake ni upi, inatumika kwenye nini. Hicho ni kitu cha ajabu ambacho wafanyakazi wengi au wafanyabiashara wengi naona wanafanya. Kwamba wewe unaenda labda huko unamtafuta ndugu yako kwa sababu yuko tu nyumbani, unaamua kumweka kwenye duka la kuuza electronics au kuuza vyombo. Mimi naenda pale kununua rice cooker, namuuliza ile rice cooker inachukua kilo ngapi? Mimi sijui. Wali kilo moja unapikwa kwa dakika ngapi? Mimi sijui. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba watu wengi mnaajiri watu au mnaajiri wafanyakazi madukani, lakini hawajui vitu mnavyowaweka ili wauze. Wapo tu pale kwa ajili ya kukaribisha watu, na wengine hata kukaribisha hawajui, lakini wapo pale tu kwa ajili ya kupokea hela na kusogeza siku. Ila ukiwauliza vizuri kitu ambacho wanauza hawajui utofauti wake, hawajui kinatumikaje, hawajui feature zake, kwamba utofauti wa kile kitu, kwamba mimi nahitaji kujua labda rice cooker au nahitaji kujua ETV nchi ngapi, inatumikaje ili niweze kuseti mwanga na setiji. Hawajui. Yani yeye yupo tu kwa ajili ya kujua kwamba mimi nahitaji screen, haya bei yake 500,000, hii hapo chukua. Hawajui vitu ambavyo wanauza.
au hawajui utofauti wa vitu, kutofautisha na kujua maana ya vitu.